Wakati huu ambapo tumeingia, ambapo tunatarajia wakati wowote mgogoro wa ibada kubwa ambao umetabiriwa katika unabii kuanza. Wakati ambapo kundi la Mungu ambao ni Waadventista wa Sabato, Mungu anazidi kuwatayarisha na kuwaandaa ili kumtetea duniani, ili waweze kusimama imara na kutetea ibada safi, ibada inayoendana kulingana na maandiko matakatifu, na kumtetea Mungu kulingana na vile anavyonena katika neno lake takatifu. Shetani naye ametayarisha mbinu ambayo anataka atumie kwa watu wa Mungu, na ndio nakuletea wakati huu, na utashangaa mambo ambayo yameandaliwa na kile ambacho inabidi uweze kukifanya. Mjumbe wa Mungu alionyeshwa ya kwamba Shetani amepanga ya kwamba awanyang'anye walimwengu Biblia. Watu wa Mungu wa Sabato waaminifu watapokonywa Biblia zao, watanyang'anywa Biblia zao, hawataruhusiwa kuwa na Biblia. Kwa hivyo kwenye mgogoro ujao usitarajie kuwa na Biblia ambayo eti utakuwa unatumia kwenye mahubiri. Utakuwa umenyang'anywa, utakuwa umepokonywa. Maandiko yanasema kwenye roho ya unabii katika kitabu cha Last Day Events page 67 paragraph 5 and 6, yaani matukio ya siku za mwisho, kwenye ukurasa wa 67 na aya ya 5 na 6. Mjumbe wa Mungu anasema, the time will come when many will be deprived of the written word. But if this word is printed in the memory, no one can take it from us. Ya kwamba wakati unakuja ambapo wengi watapokonywa Biblia zao, watapokonywa neno la Mungu ambalo limeandikwa. Lakini anapeana tahadhari akisema, hili neno likiandikwa katika mawazo, katika kumbukumbu zetu, mawazoni mwetu, hakuna atakayeliondoa kwetu. Na anasema, study the word of God. Lisome neno la Mungu. Commit its precious promises to the memory, so that when we shall be deprived of our Bibles, we may still be in possession of the word of God. Mjumbe wa Mungu amesema ya kwamba tulisome neno la Mungu, tuliweke katika kumbukumbu zetu, ili tutakapopokonywa Biblia zetu, akimaanisha kwamba wakati unakuja ambapo tutapokonywa Biblia, iwe kwamba Biblia iko mioyoni mwetu na tuko na neno la Mungu na tuko na ahadi zake kwenye memory yetu, mawazoni mwetu. Limethibitishwa ya kwamba wakati ambapo hii vita inaenda kuanza, tutanyang'anywa Biblia zetu. Nimeona wengi wakisema ya kwamba acha kutumia hizi Biblia za mtandao ama apps ama digital ama kwa kompyuta, acha tumia Biblia ya karatasi, maana hii ndio itakuwa. Hakuna. Tutapokonywa Biblia, iwe ni kwenye hard copy, hii Biblia ambayo tumezoea kuwa nayo, ama kwa digital, kwa apps. Hizo zote zitatolewa, zitaondolewa. Hakuna atakaye kuwa na Biblia. Na hata hivyo watu wa Mungu hawatakuwa na simu ya kutumia, hawatakuwa na kompyuta, hawatakuwa na laptop ya kutumia, kwa sababu ya sheria ya kutonunua na kutouza. Haitawezekana. Na vile vile wataondolewa Biblia zote. Hili ndilo litakalofanyika. Na mjumbe wa Mungu ametuthibitishia hivyo. Na Mungu ameruhusu jambo fulani lifanyike duniani ili kutukumbusha ya kwamba wakati huo unakuja.
Katika sehemu mbalimbali duniani Biblia imepigwa marufuku. Katika mataifa 22 Biblia imepigwa marufuku. Katika maeneo mengine Mungu ameruhusu Biblia sichomwe. Limeshuhudiwa Biblia kusanywa na kuchomwa. Na pia Biblia kupigwa marufuku kwenye mataifa mbalimbali na maeneo mbalimbali duniani. Did you know the Bible is the best-selling book of all time? Over 5 billion copies distributed around the world. But here's the disturbing paradox. This same book is completely banned in at least 22 countries, and in 30 others, owning a copy can result in imprisonment, torture, or death. According to Open Doors, an organization that monitors religious persecution globally, more than 380 million Christians today live in places where their faith is considered a crime. That's 1 in every 7 Christians worldwide. Kwa mfano, mwaka huu wa 2026, mumeona pale Canada, katika taifa la Canada, kwenye bunge, wakijadili mswada ya kwamba Biblia itupiliwe mbali kwa sababu ni kitabu chenye uchochezi. Kina hate speech. Eti kinaleta uchochezi, kwa hivyo kitupwe. Biblia iondolewe Canada. Mungu ameruhusu hili lifanyike, ndipo tukumbushe ya kwamba kumbe huu wakati unakuja. Watatumia kila kisingizio ili kuondoa Biblia. MP Miller stated that some biblical passages are, in his words, clearly hateful, and suggested that prosecutors should be able to press charges against Christians for quoting scripture. I am also alarmed by the audacity of Liberal Minister of Culture Mark Miller, who stated that certain Bible passages, quote, are clearly hateful, and, quote, there should perhaps be discretion for prosecutors to press charges. There are clearly passages in religious texts that are clearly hateful, unquote. So it looks like Mark Carney and his liberal minions just tried to criminalize the Bible here in Canada, making it a punishable offense for Christians and people in general to quote or invoke the Holy Scriptures. They're using the pretext that apparently some parts of the Bible are to be considered hate speech. And let's not forget, there's absolutely zero reference to Christianity. Christianity is under attack in this country. I don't know what was funny about Christianity being under attack, but nevertheless, Madam Speaker, churches have been burned, Christian churches have been burned at an alarming rate. Freedom of religion has been under significant attack in Canada for the past decade, especially when it comes to Christians. Na pia kwenye nchi ya Uchina, China imepiga marufuku Biblia na imepiga marufuku apps zote zilizo na Biblia. Haya tumeona yakifanyika katika taifa la Uchina. Downloading unauthorized versions of the Bible is now an offense in China. Internet users there have noticed that with other Christian books, the Bible is unavailable from online shopping websites such as Amazon China, Taobao, and JD.com. According to state media, these companies face penalties for selling publications which they say adversely affect society. The move comes as Beijing is promoting a new report looking at religious life in China. Kwa hivyo kinachopigwa vita sio Biblia ya karatasi tu, bali hata cha kwenye mtandao. Haya yanakuja. The Chinese government is destroying crosses, burning Bibles, and closing churches, and forcing Christian believers to sign papers renouncing their faith as they crack down on religious congregations in Beijing and in several provinces intensifies. The suppression of religious freedoms comes as an official government campaign to eradicate religion by demanding loyalty to the atheist Communist Party and removing any political challenge to the party's power in the country. The CCP starts burning the Bibles and crosses in Henan. Now, the last time they were burning Bibles were back in the 1960s by the dictator Chairman Mao's wife, Jiang Qing, and that took place in Shanghai. Now, she was arrested in 1976, but Christians grew to millions right after that in that country. Activists in the country reportedly filmed footage of what appeared to be piles of burning Bibles in forms declaring that the signatories had rejected their faith
and that the authorities allegedly forced the believers to sign the forms or risk being expelled from school or losing welfare benefits. Alafu tumeona katika mataifa mengine kama Nigeria, tumeona makundi yakichoma Biblia na watu binafsi wakichoma Biblia. Kama huyu kwa hasira kabisa anararua Biblia na kuichoma. We are going to eat. Let me show you again. This is it. They call it Holy Bible, and nothing is holy inside. Lie. Slave book. Here it is. Look how packaged it is. Very big. Full lies. You are going to start. Look at it. Uh-huh. I work for this guy for 3 years, he no pay me. When I just sit here, he said if I work for him, he go pay me. 3 years, he no agree pay me. He owe me 3 years salary. Then he start to. He dey burn o. Bible is burning. I say no dey burn. I say no dey burn o. I dey burn. Okay. If they sabi lie, I don't catch their lie today. It's burning. Mwingine naye ana hasira kabisa, anachuki kabisa na Biblia na kuichoma. Who killed 48 million people in our land? Who used our newborn baby children to catch crocodiles? And they later come and wrote a book and sell it to us and told us that their brother died for us. No white man died for a black man. They are building their land. They told us that the world is about to end inside this book. And it will catch fire now. Okay, walk on now. I go upon him now, you go see that this is not God. We know the Almighty Creator. We know Chukwu Okike Abiyama. We know Chukwu Abiyama. This is it. I'm denouncing Christianity in my life, in the life of my family. They are putting fear that Bible will make you go crazy. Bible will make you this. Bible is a shithole manufactured by Chinese that are not Christian. I'm burning it down. Thunder, fire tune. Yeah, vidom. Jesus will be burning in the afternoon. Wait, because if you make mistake now, they will say, yeah, Jesus, Say, Holy Ghost! Fire! 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 Amadi Ahabia. Hawa mabishop nao, maaskofu nao wanapeana taarifa wakisema ya kwamba Biblia ni kitabu ambacho hakitakikani. Wanachoma Biblia. Only to artists. Jesus Christ is a stranger in Africa. You will definitely pack your load and go. We are telling you today to pack your load and go. All those evil havoc you are becoming, the committee in our community, committee in Nigeria, committee in Africa, we tell you, Jesus Christ, pack your things and go. That you and all your followers, all your agents, that you people are fake. Those fake miracles that you people are doing stage manage, it is fake. We know it's fake. So if you know you can heal any sickness, Jesus Christ, we are putting this question to you. If you can heal any sickness, if your reverend fathers can heal any sickness, if they can heal any person that is sick, if they can cure any sickness, let them come and meet us on the 1st of November in Irua Specialist. I challenge all the reverend fathers, I challenge all the apostles, they should come so that they can heal any kidney patient there, they can heal any person that have liver problem, any person that have kidney problem, any person who is sick, so that they will just pray and the person will get up and go home without paying anything again from the hospital. So I want you people to come and I'm challenging every of you. You say you can raise up the dead. Yes, come there. They will bring out a dead person for you all to pray and let the person walk. You say Jesus Christ can give us light. Yes, we will look for one dead transformer so that you stretch your...
Na kundi lingine ndilo hilo la hao watu nao wanachoma Biblia kusema ya kwamba ni kitabu cha uongo, kitabu ambacho hakifai. Wana hasira kubwa sana na Biblia. This is your fake Bible. Ça c'est votre fausse Bible. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Look at it. Regardez. This is your fake Bible. Ça c'est votre fausse Bible. We are burning it. Nous sommes en train de la brûler. There is nothing in it. Il n'y a rien en elle. There is nothing in this Il n'y a Bible. rien dans cette Bible. There is nothing in this Il n'y Bible. a rien dans cette Bible. It's because of this Bible. C'est à cause de cette Bible. Rien. That's why we are suffering. C'est pourquoi nous souffrons. If this Bible have power, Si cette Bible a une puissance, you should challenge me right now. elle n'a qu'à me défier tout de suite. I said, J'ai dit, men so terrible. mais ils sont tables. He doesn't know any God. Il ne connaît aucun Dieu. Duncan Williams. Duncan Williams. He doesn't know any Il God. ne connaît aucun Dieu. This is your Bible. Ça c'est votre Bible. We are burning it. Nous la brûlons. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. We are burning this Bible. Nous brûlons cette Bible. Mbona Mungu ameruhusu haya yafanyika? Ameyaruhusu yafanyike ili tukumbushe ya kwamba wakati unakuja ambapo Biblia zitaondolewa. Watu wa Mungu hawatakuwa na Biblia. Na wakati huu ambapo Biblia zitakuwa zimeondolewa, watu wa Mungu ni kwamba lazima wafike mbele ya mahakama kuenda kutetea imani yao, kuenda kutetea imani yao vile ambavyo imesimama kwenye maandiko matakatifu. Ni kwa nini wanaabudu vile wanavyoabudu? Wakati ambapo mnyama atakuwa anafanya kazi na sanamu yake, wakati ambapo Jumapili itakuwa inatukuzwa kama Sabato, watu wa Mungu wataletwa kwenye mahakama na kwenye mabaraza mbalimbali na kwenye makundi mbalimbali waweze kutetea imani yao, na watanyang'anywa Biblia ndipo waweze kuaibishwa. Lakini Bwana asifiwe, kwa sababu Mungu ana mpango, na nitakuonyesha huo mpango pale mbele. Mjumbe wa Mungu alionyeshwa ya kwamba watu wa Mungu wataitwa waweza kusimama peke yao, alone, as an individual. Mtu binafsi usimame utetee imani yako. Hakuna Waadventista wa Sabato wenzako, utakuwa ni wewe tu unasimama kutetea imani. Na unatakikana utetee kulingana na maandiko matakatifu. Na hayo maandiko matakatifu yametwaliwa mtihani mkubwa. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Testimonies Volume 5 page 463 paragraph 2, anasema the members of the church will individually be tested and proved. They will be placed in circumstances where they will be forced to bear witness for the truth. Many will be called to speak before councils and in courts of justice, perhaps separately and alone. The experience which would have helped them in this emergency, they have neglected to obtain, and their souls are burdened with remorse for wasted opportunities and neglected privileges. Ya kwamba washiriki wa kanisa wa Sabato wataitwa mmoja waweze kuwa tested, waweze kujaribiwa, waweze kuhakikishwa misimamo yao ikoje. Ataitwa mtu mmoja peke yake bila wenzake. Anasema ya kwamba watawekwa katika hali ambapo watalazimishwa kupeana ushahidi wa kuitetea kweli wanayoiamini, na wengi wataitwa mbele ya mabaraza na wengi watapelekwa mahakamani ili kuenda kuhojiwa wakiwa peke yao bila mwenzao karibu nao. Na anasema ya kwamba watu wengi uzoefu ule ambao wanatakikana kuwa nao, wajizoesha kuwa na neno la Mungu mawazoni mwao, waweze kulisoma, waweze kulishika, waweze kuwa na experience, waweze kuwa na uzoefu, waweze kutetea kweli kutoka kwa maandiko matakatifu. Wengi wamekuwa na muda ambao wametupa hiyo nafasi, hawajajitayarisha na watajuta sana. Wakati huo ambao watu wa Mungu wanalazimishwa kwenda mahakamani, kwenda kuitetea kweli, wenzao watakuwa wamewaacha. Waadventista wenzetu watatoroka.
na sio Waadventista hivi hivi tu, wale wahubiri hodari ambao tumekuwa tukiwazoea, wale ambao ndio walikuwa wahubiri kabisa, wakisimama kuhubiri watu wanasikiza na kusema amina, watatugeuka, na wakishageuka wataenda kwa upande wa upinzani na watawashtaki hawa Waadventista wenzao. Wao ndio wanajua tunaamini nini, wanajua misingi yetu, ndio shetani atawatumia kupinga zile kweli ambazo tunaamini. Wenzetu ndio tunakutana nao mahakamani kama mashahidi wa kupinga ukweli. Mtume wa Mungu anasema katika kitabu cha Great Controversy, page 608, paragraph 2, Pambano Kuu, kurasa wa 608 na aya ya 2, anasema as the storm approaches, wakiona lile wimbi linakuja, ili la ibada ya lazima ya Jumapili, watakapoliona linakuja hawa Waadventista ambao misimamo yao sio mizuri, anasema as the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth abandon their position and join the ranks of the opposition. Wataacha imani yao, wataacha imani ya Kisabato, waingie kwa upande wa upinzani. Anazidi kusema men of talent and pleasing address, watu wale tunaowaona kanisani hivi sasa wenye talanta za ajabu, walio na kipawa cha kuhubiri, akisimama watu wanakaa ni kama wameshikwa. Wanasema who once rejoiced in the truth employ their powers to deceive and mislead souls, ya kwamba watatumia uwezo wao wa maongezi na talanta zao katika kuwadanganya watu na kuwapotosha. Anasema they become the most bitter enemies of their former brethren, watakuwa ndio maadui sugu, maadui hatari kwa ndugu zao ambao ni ndugu zao wa sasa, lakini kwa wakati huo watakuwa wamewatoroka. When Sabbath keepers are brought before the courts to answer for their faith, these apostates are the most efficient agents of Satan to misrepresent and accuse them, and by false reports and insinuations to stir up the rulers against them. Ya kwamba Wasabato watakapokuwa wanaletwa mahakamani kuhojiwa kuhusiana na imani yao, hawa ndugu zao, hawa wahubiri, hawa fake, hawa ndio watakuwa mstari wa mbele ambao shetani atawatumia kuweza kuwapinga hawa Wasabato na kuweza kuchochea viongozi na kuwagonganisha na viongozi na Wasabato. Wao ndio watakuwa accusers, ndio watasimama kuwapinga mahakamani. Mungu mwema ameruhusu mambo fulani yamefanyika hivi sasa ili kutukumbusha ya kwamba haya yanakuja. Kuna baadhi ya wenzetu ambao wametoroka, Wasabato wazuri sana, mapastors na viongozi wazuri sana, wameiacha imani ya Kisabato, wameingia kwenye upande wa upinzani. Hao mapasta wamesema ya kwamba Waadventista wa Sabato wanayoyafundisha ni ya uongo, ya kwamba mafundisho ya Kisabato ni ya uongo, ya kwamba Wasabato ni cult ama madhehebu, ni dhehebu tu. Hawa wameipinga imani ya Kisabato na wanatumia Biblia kabisa kusema ya kwamba ona Wasabato wanavyofundisha sivyo Biblia inavyofundisha. Kwa mfano, kuna huyu ambaye ni pastor ambaye amechomoka kutoka kwa kanisa la Wasabato hivi majuzi. Tumekuwa tukimzoea sana, huyu anaitwa Pastor Ryan Day. Alitoroka kutoka kwa kanisa la Waadventista, ingawa naye ana shida zake. Amekuwa ni pastor akifanya na 3APN, 3 Angels Broadcasting Network Television, ndipo amekuwa akifanya. Amekuwa mhubiri mzuri, wale ambao wanatazama hiyo runinga ya 3APN wanamfahamu. Alikuwa anahubiri kabisa, anahubiri juu ya Sabato, juu ya hukumu, juu ya hekalu, juu ya kurudi mara ya pili kwa Yesu, juu ya hali ya kifo, watu wa kifo wako wapi. Amekuwa akiyahubiri hayo. Sasa hivi ndio anayapinga. Na anasema ya kwamba Waadventista wa Sabato hawajui kutetea imani yao, ya kwamba yale mafundisho yetu 27 tunayo ama 28 tunayoyaamini, ta 28 fundamental beliefs, hata hawawezi kuyatetea, ya kwamba yale mambo tunayoyafundisha hatuwezi kuyatetea kutoka kwa maandiko. Hayo ni maneno yake ya kinywa chake. Na anasema anapokutana na mapasta sasa hivi, hata akiwapinga na kuambia watetee imani yao ya Wasabato, eti wanashindwa. Wanaongea dakika 5-10 wanaishiwa, hawana cha kusema, hawawezi wakajitetea. Msikie mwenyewe akisema, and I would break these
pastors and elders and church leaders and lay members up into groups, and I would put the people of God, the remnant church, the people of the book. Isn't that what we called ourselves? The people of the book. And I've heard that so many times. I would put them to the test of defending their faith from the Bible and the Bible alone on their fundamental pillar doctrines. The people who claim in these comment sections, the people that say, you don't know your Bible, Ryan. You don't really know our faith. You aren't really grounded. I put many of your best pastors and Bible teachers through a very harsh defending of the faith. I put them up against a non-Adventist critical mind and grilled them on their doctrines and told them to defend it by the Bible alone. You know, the people of the book who really know their faith. And 98 to 99% of the time, you know what the results were? 5 minutes, 10 minutes on average into our conversation of me grilling them. They'd fall flat on their face. Silence would go across that group, and they couldn't defend their faith. They didn't know the Bible text to defend their faith. They didn't know how to use the Bible to defend their own doctrines. Mwingine naye ambaye ameasi imani ya Wasabato na anaipinga sasa hivi na anatumia maandiko ni anaitwa Pastor Miles Christian. Huyu kijana ni kijana mdogo sana, ni Gen Z, ambaye baba yake ni pastor na yeye ni pastor. Amekuwa ni pastor ambaye ameachiliwa na General Conference, lakini aliresign akasema ya kwamba imani ya Kisabato haiko kwenye Biblia. Anaipinga Sabato ya siku ya saba, anasema haiko kwenye maandiko matakatifu. Anapinga kwamba Yesu hakuingia patakatifu pa patakatifu mwaka wa 1844. Anasema hakuna kitu kinachoitwa kesi inayoendelea mbinguni, eti hakuna hekalu mbinguni, na mambo mengi yote yale ambayo tunaamini anayapinga kweli huyu kijana. Anasema ya kwamba Wasabato hawajui wanachokifundisha, ndio maana amehama. For those who don't know, I used to be a pastor within the Seventh-day Adventist Church. I've been a Seventh-day Adventist for 7 years, and I've been around Seventh-day Adventism, meaning, you know, attending with family members, but not actively a member, for about 10 to 12 years. Actually, probably even more than that. But yeah, so it's interesting because recently I was approached because of some of the things that I said on a podcast that disagreed with some of the beliefs of the Seventh-day Adventist Church. More specifically, that the seal of God is or is part of, or the Sabbath is or is part of the seal of God in Revelation 7, which basically determines if you're saved or not. And I had a huge issue with believing, with teaching, with upholding the belief that you need to rest Friday sundown to Saturday sundown, and that you need to go to church specifically on Saturday, specifically in the end times, in order to be saved. And it goes completely against what Christianity is at its core, and that is that Jesus came to this world after we as human beings fell, after we turned our backs from him, and he came to this world to take our sin upon him, and to be raised from the dead, and ultimately to save us if we believe in him and this gift that he offers. And my conscience over time just was not at ease. I think it was about 6 months before my resignation that I really just did not have peace with this thing. Mwingine naye ni huyu kijana pastor, naye anasema ya kwamba Wasabato wanafundisha uongo. Anaitwa EJ. Anasema ya kwamba Wasabato wanafundisha uongo, hawajui wanachokifundisha, na kwamba dhehebu ama kanisa la Seventh-day Adventist is a cult. Ni dhehebu. Watu wenye ile imani kali ile mbaya.
AJ, would you say that Seventh-day Adventism or Seventh-day Adventists are preaching a false gospel? They are absolutely preaching a false gospel. In fact, I'm one of the persons, and I know there are different viewpoints, especially like evangelical Christians who don't see Adventism as a cult. But I'm one of the persons who consider Adventism to be a cult. No different from Mormons, no different from Jehovah's Witnesses. And that's because, again, not only my personal experience, but my depth of research. They preach a false gospel. They have a false Christ. They have a false eschatology. They have false views about scripture. So where I'm concerned, I'm deeply convicted about that. And I'm not seeking to be mean or disrespectful or offensive to Adventists or to their organization in any way. But again, based on the research that I've done, that I've produced, it leads to that. It doesn't mean that there aren't people in Adventism who are Christian, because there are. But the system itself, I would say, is not Orthodox Christianity, and they do preach a false gospel. Hao wanasema ya kwamba Wasabato wakianza kufundisha kwa maandiko matakatifu hawajui wanachokiamini. Eti ukiwahoji kwenye mafundisho yao hawawezi wakajitetea. Na wengine mmewasoea hao ambao wametoka kwetu hao wa Kiswahili, ambao wanaendesha mijadala na midaharo. Hao watu wa mijadala nao wakikutana na Waadventista wa Sabato, wakiwahoji mara moja mbili juu ya masuala wanayowafundisha, Wasabato wanachanganyikiwa. Nimeshuhudia visa vingi ambapo hawa wanawakabili Waadventista wa Sabato. Waadventista ndio wanajua ukweli, lakini hawajui kuutetea. Haya yamefanyika na Mungu ameyaruhusu yafanyike ili tukumbushe ya kwamba wakati mbaya zaidi unakuja mbele zetu. Maana imani yetu itahojiwa, kila tunachokiamini, kila misingi yetu itachunguzwa kutokana kwa maandiko matakatifu, iweze kutetewa na Waadventista wa Sabato kwa uaminifu. Mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Evangelism page 69 paragraph 1 and 2 anasema ya kwamba ni kila tunachokiamini ndicho kitahojiwa. Every position of truth taken by our people will bear the criticism of the greatest minds. The highest of the world's great men will be brought in contact with the truth. And therefore, every position we take should be critically examined and tested by the scriptures. Ya kwamba wasomi wakubwa duniani, watu ambao dunia inawahesabu kama wasomi kabisa, wana historia na wasomi, watahoji imani ya Waadventista kutoka kwa maandiko matakatifu. Kwa hivyo kila unachokiamini hakikisha ya kwamba una maandiko matakatifu na yaelewa vizuri ya kwamba hili jambo linafundishwa kwenye maandiko matakatifu. Kila tunachokiamini kitahojiwa. We must individually know for ourselves what is truth and be prepared to give a reason of the hope that we have with meekness and fear. We are nearing the time when we shall stand individually alone to answer for our belief. Ya kwamba lazima sisi binafsi, wewe mtu binafsi, ujue ni nini kweli. What is truth? Ukweli ni upi kutoka kwa maandiko matakatifu. Na ujitayarishe kupeana sababu kwa kila atakaye kuuliza ni kwa nini unaamini vile unavyoamini, kwa upole na kwa unyenyekevu, na sio kwa kiburi na majigambo. Anasema wakati umekaribia ambapo utasimama peke yako kuitetea imani yako. Alafu mjumbe wa Mungu anasema kile ambacho ulimsikia yule akisema ya kwamba Wasabato wengi ukiwaoji kwa imani yao kutoka kwa maandiko ya kwamba proof kutoka kwa Bible kwamba Sabato ni siku ya saba na bado ipo, kwamba sheria ya Mungu bado inafanya kazi, au hukumu ya walio hai, na yote yale tunayoyaamini ya kwamba yatetea kutoka kwa maandiko, anasema ya kwamba wanashindwa kujitetea. Mjumbe wa Mungu naye anasema ya kwamba ni kweli kwamba idadi kubwa ya Wasabato ni mashabiki tu, hawajui wanachokiamini. Ukiwaambia watetea imani yao kutoka kwa maandiko, anasema ya kwamba wanashindwa, wanachanganyikiwa. Katika kitabu cha Last Day Events page 70 paragraph 1 anasema,
When the time of trial shall come, there are men now preaching to others who will find, upon examining the positions they hold, that there are many things for which they can give no satisfactory reason. Kuna watu ambao ni wahubiri, wanahubiri ukweli katika kanisa letu, ambao ukiwahoji eti vile mnavyoamini hivi mnaaminije, hawawezi wakakupatia sababu ambayo itakuridhisha kutoka kwa maandiko matakatifu. Anasema until thus tested they knew not their great ignorance. Mpaka wajaribiwe hivyo hawajui kwamba hawajui. And there are many in the church who take it for granted that they understand what they believe. But until controversy arises, they do not know their own weakness. When separated from those of like faith and compelled to stand singly and alone to explain their belief, they will be surprised to see how confused are their ideas of what they had accepted as truth. Ya kwamba watu wetu kabla hawajajaribiwa, kabla hawajaojiwa, hawawezi kujua ya kwamba hawataweza kutetea yale wanayoyaamini. Wanachanganyikiwa, wanagundua ya kwamba kumbe walichokuwa wanakiamini hawajui wanachokijua, hawajui wanachokiamini, hawawezi kukitetea kutoka kwa maandiko matakatifu. Ndivyo mjumbe wa Mungu anavyosema kwamba idadi kubwa ya watu wetu ni mashabiki tu, yaani mashabiki tu, wahusika kwenye imani safi ambao wako tayari kabisa ni wachache. Ni kweli kwamba hii vita ijayo ambayo iko karibu kutokea, karibu sana, ni kwamba mtihani ambao tutakuwa nao ni kusimama peke yako kuweza kuitetea kweli ya Mungu. Na watu wengi tumeona ya kwamba watakuwa wametoroka. Watakaobaki ni wachache, na ndio Mungu atawajaza na Roho Mtakatifu aweza kuwatumia. Kuna namna ambayo Mungu atawatumia, nitakuonyesha hiyo pale mbele. Kuna namna ambayo Mungu atakutumia, nitakuonyesha hiyo pale mbele. Naamini ya kwamba wewe ninayeongea nawe ni mmoja wa wale ambao unapenda neno la Mungu, unapenda kujua misingi yako, unaishi kulingana na ile kweli ambayo Mungu amekuonyesha, na hata ukiitwa saa 6 ya usiku utasimama na kusema ya kwamba imeandikwa, it's written, kwa maandiko matakatifu. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Review and Herald, January 11, 1887, paragraph 2. To stand in defense of truth and righteousness when the majority forsake us. To fight the battles of the Lord when champions are few. This will be our test. Ya kwamba kusimama kuutetea ukweli na haki ya Mungu wakati ambapo wenzetu wengi karibu wote wametutoroka, na kuvipiga vita vya Bwana wakati wanajeshi ni wachache mno. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Ndiposa tunaambiwa kwenye neno la Mungu ya kwamba tuwe tayari kupeana jibu kwa kila naye tuuliza ni kwa nini tunaamini vile tunavyoamini. Katika Petro wa kwanza 3 mstari wa 15, ningependa kutumia fashion ya neno kwa Kiswahili, nasema vizuri sana. Bali mtakaseni Kristo kuwa Bwana mioyoni mwenu. Siku zote muwe tayari kumjibu mtu yeyote atakayewauliza kuhusu sababu ya tumaini lililo ndani yenu. Lakini fanyeni hivyo kwa upole na kwa heshima. Kwa hivyo pirudi kuwa tayari na majibu kamili kutoka kwa maandiko matakatifu. Ni kwa nini unaamini unavyoamini, ndipo usiweze kutoroka mambo yakiwa magumu, upate ya kwamba kichwa chako hakina chochote kimaandiko. Hili ndilo analolisisitiza mjumbe wa Mungu, ya kwamba ni wale tu ambao wanajua misingi yao katika maandiko matakatifu ndio wataweza kusimama wakati ambapo mambo yatakuwa magumu. Katika kitabu cha Great Controversy, page 625, paragraph 3, mjumbe wa Mungu anasema, only those who have been diligent students of the scriptures and who have received the love of the truth will be shielded from the powerful delusion that takes the world captive. Wale tu ambao ni wanafunzi waaminifu na wenye bidii kwa maandiko matakatifu na ambao wanaupenda ukweli, they love the truth, kutoka kwa mioyo yao wanapenda ukweli, hawa ndio watalindwa, ndio watatunzwa, ndio watakingwa wasiweze kupatwa na uongo mkubwa ambao hivi karibuni utalipuka duniani. Anasema
by the Bible testimony, this will detect the deceiver in his disguise. Kupitia kwa ushuhuda wa maandiko matakatifu, hawa watamtambua shetani hata achifiche namna gani. Are the people of God so firmly established upon his word that they would not yield to the evidence of their senses? Would they in such a crisis cling to the Bible and the Bible only? Ya kwamba, je, watu wa Mungu wameimarika kwenye maandiko matakatifu kiasi kwamba hawatatumia akili zao na upongo wao tu katika mambo ya kutetea ukweli? Je, hawa katika mgogoro mkubwa kama huu ujao watashikilia Biblia na Biblia peke yake na kuitetea imani kutoka kwa misingi ya Biblia peke yake? Ndilo swali ambalo mjumbe wa Mungu ameuliza, ujihoji na mimi nijihoji kama nimefikia kiwango kama hicho. Watu wa Mungu, Waadventista wa Sabato wapendwa, hawasomi Biblia. Hawana muda. Waadventista wetu wakijaribu sana, unawakuta wakisoma Sabbath school lesson. Na sio watu wanaoisoma. Lesson ninaipenda. Na ninayo kwa soft copy na kwa hard copy. Lakini Waadventista wengi hilo tu ndilo tatizo walilo nalo, kwamba lesson tu ndio wanasoma, eti Sabato waende kucomment. Lakini Biblia wiki nzima hawasomi. Ama wakijaribu wanasoma hivi vijitabu ambavyo vinauzwa kwenye makambi. Kama Siri ya Mafanikio katika biashara na vitabu vya ndoa. Vijitabu tu. Mwadventista hivi ndivyo anavyosoma na anasema ya kwamba amesoma neno la Mungu. Lakini kufanya a serious Bible study, ajue misingi yake, ni wachache, asilimia ndogo sana ndio wanasoma Biblia kabisa, kuchambua kabisa, kujua ya kwamba hii imani niliyo nayo misingi yake iko wapi katika maandiko matakatifu. Kile ninachokiamini kiko wapi kwenye maandiko matakatifu. Maana wale wanaopinga imani ya Waadventista wanatumia Biblia, wanaitumia vibaya, kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna jambo ambalo kanisa la Seventh Day Adventist linafundisha ambalo liko nje ya maandiko matakatifu. Misingi yake ni kwenye maandiko, na ukianza kujifunza hivyo na kuchambua, ndipo utaamini kweli ya kwamba imani ya Msabato imejengwa kwenye Biblia, maandiko matakatifu. Lakini watu wetu ni vijitabu tu hivi vya kibiashara ambavyo vimeandikwa tu kibiashara, ndivyo wanasoma na wanasema ya kwamba wamesoma neno. Mwadventista wa Sabato, soma Biblia, chambua Biblia uweze kujua imani yako, ndipo utaweza kusimama wakati wa mgogoro huu mkubwa ujao. Je, tutakapopokonywa Biblia zetu tutaachwa tuchanganyikiwe? Hapana. Mungu atatupatia ya kusema. Acha nikupatie kisa kimoja cha mwanajeshi mmoja Mmarekani ambaye alikuwa ni Mwadventista wa Sabato. Hakuwa anajua mambo mengi, maana ndipo alikuwa ameukumbatia usabato. Kwa hivyo alipoingia jeshini, akawa kwamba anaenenda katika jeshi kulingana na vile ambavyo maandiko matakatifu yanavyosema. Kwenye kambi la jeshi kuna mambo ambayo alikataa kuyafanya kwa sababu Biblia inakataa. Huyu mwanajeshi akashikwa, akapelekwa mbele ya wakubwa wake kuhojiwa juu ya imani yake. Akaletewa watu ambao wana akili, ambao wakikuuliza maswali unachanganyikiwa. Huyu mwanajeshi ni kwamba alipokalishwa pale mezani akiwatazama watesi wake, wakaanza na maswali makali. Cha ajabu ni kwamba Mungu aliruhusu jambo likafanyika ili tukumbushe ya kwamba haya yameandikwa na yatafanyika. Ni nini kilifanyika? Hawa wanapomuuliza swali, mwanajeshi akiwa ameangalia pale mbele hivi, anaona kitu kama screen, kitambaa kinashushwa kutoka mbinguni, kinasimama pale kwenye ukuta chenye maandiko. Anasoma jibu, anawapatia kile ambacho ameona kimeandikwa pale. Wanamuuliza swali, wakamhoji kwa masaa kadhaa, zaidi ya masaa mawili, maswali makali. Na kwa huo muda wote, kila wakimuuliza swali, Mungu anashusha skrini kama television pale mbele ambayo imeandikwa jibu. Mwanajeshi anasoma, anawajibu. Walishindwa cha kufanya kwa sababu walipata ya kwamba majibu aliyokuwa anapeana hawangekuwa na swali lingine tena la kuuliza. Lakini bado hawakuridhika, wakamweka kizuizini. Malaika akaja akaongea naye akamwambia
chukua namba hii ya simu, iandike. Akachukua namba ya simu akaandika. Ikawa kwamba Mungu akafanya muujiza, akapata simu kutoka kwa mmoja wao, akapiga ile namba ambayo malaika alimpa, na moja kwa moja ilienda mpaka kwa mkuu wa jeshi Marekani. Akamweleza tatizo lake, simu ikapigwa, mwanajeshi fulani ana matatizo fulani kwenye kambi yenu. Wale watu wakaogopa, wakatetemeka, wakamwachilia. Bwana asifiwe. Ili jambo lilifanyika ili watu wa Mungu wajue ya kwamba ikiwa umesimama kwa imani safi, na ikiwa umejitoa kwa Mungu kabisa na kumtumikia kwa moyo wako wote, na umeamini kabisa na kushika neno lake ya kwamba ndio utakuwa nalo, wakati wa hii dhiki kuu ijayo, watu wa Mungu, Mungu atatupatia ya kusema. Yale ambayo tunajifunza sasa, yale maandiko ambayo tunajikita kwayo, ambayo tumesimama kwayo, wakati huo Mungu atayaleta kwa memory kama umeme, na atakupatia ulimi ambao ukiongea kila mtu ananyamaza. Yesu anasema katika kitabu cha Marko 13 na mstari wa 11, na watakapo wachukua ninyi na kuwasaliti, msitafakari kwanza mtakayo yasema, lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni, kwa maana si ninyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na katika Luka 21 na mstari wa 14 na 15 anasema, basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Huo ndio mpango wa Mungu na ni ahadi yake kwenye maandiko matakatifu, na hakuna chochote ambacho Mungu ameahidi na amekisema kwenye neno lake ambacho hatatimiza. Hilo ndilo atakalolifanya. Wewe jitayarishe na Mungu atakutumia kikamilifu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu. Katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 26 anasema ya kwamba Roho Mtakatifu atawakumbusha mambo ya kusema. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hivyo Roho Mtakatifu atakukumbusha cha kusema kwa uwezo na kinywa ambacho maadui zako hawataweza kushindana nacho. Bwana asifiwe. Jitayarishe. Mjumbe wa Mungu naye anasisitiza hili. Anasema ya kwamba hautahitaji notes. Hautahitaji maandiko umetengeneza eti notes unaenda kusimama nayo mahakamani. Eti unaenda kuhubiri nayo. Hapana, mahubiri yako notes siko hapa ndani ya akili. Na Mungu atafungua faili zote zile ambazo umeweka kwa akili yako, na Mungu atakuwa amezitia pale na kukumbusha. Anasema Testimonies on Sabbath School Work, page 106, paragraph 2 and 3. The servants of Christ are to prepare no set speech to present when brought to trial for their faith. Hawatahitaji notes, hawatahitaji maandiko ambayo wamekopi ya kwamba ninaenda kusema hivi mahakamani. Their preparation is to be made day by day in treasuring up in their hearts the precious truths of God's word. Matayarisho yanayotakikana ni kuliweka neno la Mungu moyoni mwetu kupitia kwa ule ukweli tunaousoma kila siku na kuuweka moyoni. Alafu anasema in feeding upon the teaching of Christ, kwa kukula kabisa mafundisho ya Kristo, and through prayer strengthening their faith, na kupitia kwa maombi wanatia imani yao nguvu. Then when brought to trial, the Holy Spirit will bring to their remembrance the very truths that will reach the hearts of those who shall come to hear. Ndipo wakiletwa mahakamani kuhojiwa ama kwenye mabarasa kuhojiwa kwa sababu ya imani yao, Roho Mtakatifu atawakumbusha yale waliokuwa wanajifunza, na watanena hayo maneno kabisa na yawaguse na kuwakata mioyo wote ambao watakuwa wanakuja kuwasikiliza. Mahakamani watu watakuwa wanajaa. Mungu atakuwa analeta watu mahakamani wacha kusikia ukweli, na watu wa Mungu wenye ndimi kali ambazo sina moto wa Roho Mtakatifu watanena ukweli ambao utaingia kwa mioyo ya watu, na watu wataokoka, watu wataamini kwa idadi kubwa sana.
God will flash the knowledge obtained by diligent searching of the scriptures into their memory at the very time when it is needed. Mungu ataleta ule ujuzi na ufahamu wote ambao umeupata kupitia kwa kusoma maandiko sasa, atauleta kwa memory yako, ataleta kwa kumbukumbu yako wakati ambapo hayo yanahitajika. Jambo ambalo linahitajika kwamba ulisungumzie, Roho Mtakatifu atalileta kwenye akili yako. Na zaidi ya hapo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anakupatia kinywa na ulimi wa kunena mpaka watu wananyamaza na kuamini. Anasema ikiwa hausomi sasa hivi, ikiwa unapuuza na unafanya mambo mengine, unaacha kusoma. But if they neglect to fill their minds with the gems of truth, if they do not acquaint themselves with the words of Christ, if they have never tasted the power of His grace in trial, then they cannot expect that the Holy Spirit will bring His words to their remembrance. Ya kwamba hivi sasa ikiwa watu wa Mungu wanapuuzia, hawasomi maandiko, hawachunguzi maandiko, wajue wanaamini nini, kila siku wakiwaweka haya moyoni mwao na kwa memory yao, kwenye kumbukumbu yao, ikiwa hawafanyi hivyo, ikiwa hawachacharipiwa hata kidogo kwamba unaamini nini, waitetea ukweli, wanapoulizwa wanapata ya kwamba wana majibu yote, na majibu ambayo ni ya kweli kabisa kutoka kwa maandiko matakatifu, basi Roho Mtakatifu hata kukumbusha. Ndio maana Mungu hawendi kutumia watu ambao hawasomi maandiko matakatifu. Mungu hatatumia mashabiki, hawa watu mashabiki makanisani ambao ni mashabiki tu, wakihubiriwa hata ni stories ya kuchekesha wanasema amina, wanacheka tu wanasema amina. Hao mashabiki Mungu haendi kuwatumia. Anatumia watu ambao wanashika ukweli, wanajifunza ukweli, wanaujua ukweli, na watautetea ukweli kutoka kwa maandiko matakatifu. Naomba kwamba niwe mmoja wao, nawe na kuombea ya kwamba uwe mmoja wao. Katika kitabu cha Last Day Events page 67 paragraph 4 and 5, mjumbe wa Mungu anatuambia ya kwamba tuweze kukariri Biblia, tuweze kukariri ahadi za Mungu. Anasema, keep a pocket Bible with you as you work and improve every opportunity to commit to memory its precious promises. Ya kwamba kuwa na Biblia ndogo ambayo unatembea nayo mfukoni. Tembea na Biblia yako. Unapofanya kazi utafute kila nafasi, hata ni kama ni ndogo, ya kuweza kuweka kwenye kariri yako ama kwenye hali ya kukariri ahadi nzuri ambazo Mungu ametupatia kwenye maandiko matakatifu. The time will come when many will be deprived of the written word. Wakati unakuja ambapo wengi watapokonywa Biblia zao ama neno la Mungu lililoandikwa. But if this word is printed in the memory, no one can take it from us. Lakini ikiwa hili neno limeandikwa kwenye memory yetu, kwenye kukariri kwetu, kwenye akili zetu, hakuna mtu atakayeliondoa kwako. Tumehimizwa ya kwamba tuwe na Biblia ambayo tunatembea nayo mfukoni. Na advantage tulio nayo ama jambo la manufaa tulio nao wakati huu ni kwamba hata kuna apps ambazo ni za Biblia unaweza ukatembea nayo hata kwa simu yako. Kama mimi apps za Biblia nimeweka nyingi sana kwenye simu yangu. Versions mbalimbali. Hata maandiko ya Ellen White yote ninayo. Biblia versions zaidi ya 20 ninazo kwenye simu yangu. Mimi wakati wowote ule nashika simu naanza kusoma popote pale. Mtu anadhani ya kwamba una Google, kumbe unasoma Biblia. Kumbe unaendelea kuangalia maandiko matakatifu. Take advantage of that. Acha mambo ya TikTok. Achana na mambo ya Facebook. Achana na mambo ya mtandao. Soma neno la Mungu. Kama hauna simu kama hiyo ambayo unaweza ukaweka Biblia ndani uwe unasoma, vile ambavyo huwa nafanya. Na nina hard copies nyingi. Nina Biblia zaidi ya 10, versions mbalimbali hard copies ambazo huwa nasoma. Na pia ninakuwa soft copies. Hizo zote nasoma. Tutakaponyang'anywa iwe kwamba ukweli wa Mungu uko kwenye akili. Kuwa na Biblia ambayo utakuwa unakariri. Kuwa na Biblia ambayo utakuwa unatembea nayo kazini mwako. Anasema ya kwamba uwe na Biblia kazini. Uwe unachukua muda hata kama ni mdogo kusoma. Soma tu. Hata kama ni ndani ya gari. Hata kama ni wapi. Ukiwa na Biblia yako unasoma. Ukiwa na app yako ama ukiwa na kwa simu yako unasoma. Na kuhimiza vile ambavyo neno la Mungu limetuhimiza. Kwa sababu hilo ndilo himizo ambalo mjumbe wa Mungu ametupatia.
Wakati kama huu ambapo kuna hatari inakuja mbele zetu, chukua kila nafasi kuweza kusoma Biblia. Usione ya kwamba mtandao ni wa shetani. Mungu naye anatumia mtandao na amewafikia watu wengi kupitia kwa mtandao, na shetani naye amejaa kwenye mtandao. Ukweli asilimia kubwa ya mambo ya mtandao ni ushetani, lakini Mungu ambaye ni muweza wa yote anatumia mtandao pia kuwafikia watu, na unaweza ukautumia mtandao kwa namna nzuri ambao unaweza ukakusaidia. Mjumbe wa Mungu anatuambia ya kwamba ikiwa haukuwa na mtindo wa kukariri Biblia, ya kwamba labda unaona memory yako sio nzuri, ikiwa umetupu sasa na umerudi kwa Mungu kabisa na kumuomba akusaidie, Mungu ameahidi ya kwamba Roho Mtakatifu atafufua memory yako. Usiseme ya kwamba huna memory. Mungu ndiye muumbaji. Anasema katika kitabu cha Manuscript Releases Volume 3 page 281 paragraph 2, your memory will be renewed by the Holy Spirit. Ya kwamba memory yako, kumbukumbu yako itafanywa upya, itafanywa iwe mpya kupitia kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ikiwa umeamua kabisa kwamba sasa acha na wewe uanze kujifunza kabisa misingi yako ya imani, na uwe unakariri mafungu ya Biblia, muombe Mungu. Na atafanya nini? Anasema ya kwamba Roho Mtakatifu atafufua memory yako. Wengi wamejiathiri kwa utumiaji mkubwa wa sukari, imeathiri memory. Watu wametumia majani na mirungi na hivi vinywaji ambavyo vinaharibu akili zetu mpaka watu hawakumbuki. Watu wamejaza uchafu mwingi wa mitandao na mambo mengi kwenye akili zao, memory ya neno haiko. Memory yao imeharibika. Mungu ameahidi ya kwamba ikiwa umetupu na umuombe, atafufua memory yako. Na hilo ndio himizo ambalo nakupatia. Mjaribu Mungu, ni mwaminifu. Ikiwa ameahidi, atatenda kulingana na vile ambavyo ameahidi. Mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Great Controversy anasema ya kwamba wale ambao hawasomi Biblia na kuomba watashindwa na shetani. Great Controversy page 519 paragraph 2 anasema, Satan well knows that all whom he can lead to neglect prayer and the searching of the scriptures will be overcome by his attacks. Therefore, he invents every possible device to engross the mind. Ya kwamba shetani anajua ya kwamba wale wote atakao wafanya waache kusoma Biblia na waache kuomba, hao tayari amewashinda. Na anatafuta kila mbinu, anatumia neno devices. Therefore he invents every possible device to engross the mind. Cha ajabu hili neno la Kiingereza device, ukiliangalia hivi vitu vya mtandao ambavyo vimewakamata watu na kuwafunga ni devices. Simu ya rununu is a device. Laptop is a device. Television is a device. Electronic devices. Hivi vitu vyote shetani ameunda ili vijae akilini mwa watu wasahau neno la Mungu na waache kuomba. Kumbe ndio sababu unaona watu wetu kila mahali ambapo wanaenda, kila mahali ambapo wapo ni simu, ni Google, ni kwenye mtandao, ni kwenye TikTok, ni kwa mtandao. Hivyo tu ndivyo vimejaa kwa akili. Hawana nafasi ya kusoma wala kuomba. Hao shetani amewakamata tayari. Kwa hivyo mtu wa Mungu, chukua muda, wacha kutumia hizo devices za shetani. Shika neno la Mungu ndipo uweze kumshinda, na uwe mtu wa maombi na ndipo utaweza kushinda. Kuna jambo moja ambalo nakuhimiza wewe mpendo wa Mungu ambayo unaelewa Kiingereza. Kama unataka ujue ukweli ya kwamba imani ya Msabato imejengwa kwenye Biblia takatifu, ya kwamba mafundisho yote yale ambayo tunashika, iwe ni Sabato, iwe ni hali ya kifo, iwe ni kurudi kwa Yesu mara ya pili, iwe ni juu ya hekalu takatifu mbinguni, iwe ni huduma ya Yesu ile iliyoanza 1844, iwe ni kesi inayoendelea mbinguni, mambo yote tunayoyaamini ya kwamba yako kwenye maandiko matakatifu na yamechengwa pale. Na kupatia channel moja uende usikilize na utafurahi ya kwamba kumbe ukweli imani ya Msabato imechengwa kwenye maandiko matakatifu. Hii channel ina wanaume ambao wanafungua andiko kwa andiko kuthibitisha imani ya Msabato. Wakisikia mtu yeyote ambaye anapinga eti Sabato, wanafundisha vibaya, wanamleta tu, wanakuonyesha sikia. Analeta tetesi zake, ndipo na wao wanakuambia sasa angalia kwenye maandiko matakatifu kila yanavyosema. Hii channel inaitwa ADL, yani Advent Defense League.
Nitaiweka hii link kwa description box hapa chini, wewe uponyese tu pale, itakupeleka moja kwa moja. Does God judge us? Now we're going to the last days. We can see from the very beginning, the whole Bible, he's doing this pattern. Does God investigate us in the last days? The Bible says this in Ecclesiastes chapter 3. We can see this is the pattern of God. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked. For there is a time for every purpose and for every work. The Bible makes it clear that the ones who are being judged are called righteous and wicked. God has a judgment for the righteous and the wicked. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and let us keep his commandments. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, and with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. God is going to judge everything. Advent Defense League, ADL. Ndipo utaamini kweli kwamba ukweli Mungu ana wanaume ambao wamesoma maandiko na wanatetea imani ya Mwadventista wa Sabato kutoka kwa maandiko matakatifu kwa namna ya ajabu. Na kuhimiza ya kwamba japokuwa tumekaribia sana na huu mgogoro ujao, haujachelewa. Kama Mungu achafunga mlango wa rehema, haujachelewa. Hili ndilo himizo na kupatia. Jaribu tena. Mjumbe wa Mungu anatuhimiza katika kitabu cha Testimonies Volume 5, page 463, paragraph 3. Anasema maneno haya na kuomba uyasikilize kwa makini na kwa tumaini kubwa. Anasema, my brother, my sister, ponder these things. I beseech you, you have each a work to do. Your unfaithfulness and neglect are registered against you in the ledger of heaven. You have diminished your powers and lessened your capabilities. You lack the experience and efficiency which you might have had. But before it is forever too late, I urge you to arouse. Delay no longer. The day is almost spent. The westering sun is about sinking forever from your sight. Yet, while the blood of Christ is bleeding, you may find pardon. Summon every energy of the soul. Employ the few remaining hours in earnest labor for God and for your fellow men. Kwa Kiswahili anasema, kaka yangu, dada yangu, nakusihi, yatafakari mambo haya. Kila mmoja ana kazi ya kufanya. Kutokuwa mwaminifu na kukataa kwako kumeandikwa dhidi yako kitabuni mbinguni. Umedidimisha nguvu zako na kupunguza uwezo wako. Umeukosa uzoefu na ufanisi ambao ungekuwa nao. Lakini ninakusihi uamke sasa kabla hauchachelewa kabisa milele. Usikawie zaidi. Siku inaendelea kuisha. Jua linazidi kuelekea magharibi, likikaribia kusama milele usilione tena. Na sasa wakati ambapo damu ya Yesu bado inakusihi, unaweza kuupata msamaha. Tumia nguvu zote za rohoni. Yatumie haya masaa machache yanayosalia katika kufanya kazi kwa Mungu na kwa wanadamu wenzako. Yesu Mwokozi, shida zangu sitanyamaza, kwenye shida
Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu, nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Nitamwambia yanayokera, ni mwenye pendo na rafiki. Nikimwambia taniokoa, atamaliza shida zangu. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu, nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Dunia inaponishawishi nikuacheni fanye dhambi, nitamwambia nisaidie, mimi ni mshindi siku zote. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu, nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu, nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu